Karibu. Waida. Karibu sana. Habari ya sana. Karibu sana. Steve. Naomba vitu baba. Karibu sana. Vitu vinaendelea. Sio vizuri ya vizuri. Sasa. Karibu. Karibu. Haya. Niongezee kingine. Mtumishi wa Mungu. Mimi hapa nimekuja. Sawa. Na hasa kilichonileta ni kutoa shukrani zangu za dhati. Sawa. Kabisa kwa kuokoa maisha yangu. Ndio. Hakika umenitendea wema. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu. Sawa. Ashukuriwe Mungu. Sio unishukuru mimi, kwa sababu aliyetenda ni Mungu, sio mimi. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kumshukuru Mungu, kwa sababu yeye ndo muweza wa yote. Lakini pia ninapenda nikuase jambo. Katika maisha haya hapa duniani unatakiwa umjue sana Mungu, na ukishamjua umshike sana Mungu, kwa sababu Mungu yeye ndo muweza wa yote, na pia Mungu ndo anayetujua sisi wote. Na kuasa kama binti yangu, namna gani unapaswa kujua kuishi na watu katika dunia, kwa sababu wanadamu ndo sisi ni wabaya. Wanadamu wengi ni wabaya. Mwanadamu anaweza kuchekea leo, alafu akikupa mgongo anakusema vibaya. Kwa hiyo ninachokushauri uishi nao vyema. Pia unatakiwa kujua na kuenenda katika maisha ya kimungu zaidi. Mimi ni mwanadamu kama wewe, lakini Mungu amenitumia kufanya yale ambayo amefanyika katika maisha yangu. Na pia Mungu ndo anayetujua sisi wote, na ndiye aliyetuumba. Pia ni mlinzi wetu katika maisha yetu. Ukimpishana na Mungu kidogo, unampa nafasi shetani kufanya lolote ile anayoweza katika maisha yako. Kwa hiyo nakushauri sana binti yangu, usije ukamwacha Mungu. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu. Sina cha kukulipa. Sawa. Mungu atakulipa. Azidi kukupa maisha marefu. Labda unaweza kuwa mkombozi wa mtaa wetu. Sawa. Hamna shida. Mimi ninatumika na Mungu, na Mungu ananitumia mimi kusaidia watu wake. Kwa hiyo kama utakuwa tayari, tumombe Mungu atusaidie, nikukaribishe na nikusogeze karibu mbele za Mungu. Basi maisha yako yaendelee kulelewa na Mungu, yasiendelee kulelewa na mwanadamu. Hamna shida. Sawa, karibu sana. Tusimame, tufumbe macho, tumombe Mungu. Baba, ninakushukuru. Ninasema asante kwa sababu ya asubuhi ya leo takatifu. Mdogo, unaendeleaje? Nisikia unaumwa. Naendelea vizuri ndugu wangu. Alafu nasikia yule Bizundo anayehusika. Jamani bibi, mbona nataka kutumaliza?
Ni ya kuacha. Kwa sasa unajisikiaje? Sasa hivi naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Nilikosa muda wa kuja kukuona. Pole shoga yangu. Asante. Na laiti kama singekuwa yule baba mchungaji. Sijui sasa hivi ningekuwa wapi. Shoga yangu, ila na wewe uache mdomo. Nilisikia yule mama ulimchamba kweli. Basi tuachane hizo mada. Nilikuja hapa na shida. Shida gani niambia? Vipi kuhusu harusi ya mwenzetu? Harusi ya Rukia. Ipo pale pale shoga yangu. Si unajua tena? Vipi umepata hela asali? Mama kanipa na kuja kukuuliza baadaye nisikiza sokoni. Haina shida, fanya mizunguko nipitie tu ndio unajua. Haina shida ndugu yangu, ndakupitia usiniangushe. Acha usiwaze mimi na wewe tena. Karibu. Asante. Mama umepona mwenyewe na tabasamu hilo? Dada, namshukuru Mungu. Tupo. Haya, wewe endelea na kazi zako, ngoja niende hapo dukani. Haya, karibu tupo shoga yangu. Haya, karibu. Wewe ni mtoto mdogo sana wewe. Uwezi ukacheza na akili yangu. Mkuu, kuna tatizo gani mkuu? Mbona sio kawaida yako? Bibi Zu. Ndio. Ni mara ngapi nimekuonya juu ya michezo ya kitoto? Ni kweli kiongozi wangu. Naomba uniwie radhi. Hapana, sasa nisikilize. Nafikiri umefika muda sahihi wa sisi kufanya lile jambo ambalo kwa muda mrefu sana lilikuwa limesubiri. Ni kweli mkuu. Lakini yule binti tayari ameshaolewa. Hapana. Jambo la kumwozesha huyu binti ni wewe na tamaa zako. Na nilikusii sana. Sasa nisikilize. Namuhitaji binti yako haraka sana. Sawa kiongozi wangu, lakini nahitaji sana msaada wako.
mama atakuchezea vyombo. Kiwangu. Yana hangaika kukuita kule kumbe uko huko. Vipi lakini? Sasa tu. Sawa. Mimi ndo natoka. Sawa. Kuna hela nimeacha mezani pale, kwa hiyo utaandaa chakula cha jioni leo, sawa? Alafu nimekumbuka kitu kimoja. Jioni na mtoko na wewe. Sawa, haina shida. Sasa mimi ngoja nitoke. Haya poa. Muangalie basi huyu, sawa? Haya. Mdogo. Mbona hai? Ndio. Karibu kiti kwanza. Sophie, sidhani hata kama nikikaa kwenye kiti nitakuwa nimemaliza matatizo yangu. Kwanza muda umeshaniacha. Tuachane nayo. Mume wako yumo ndani? Ndio, yupo ndani. Sophie, kilichonileta hapa ni jambo hili moja. Sasa wakati umefika wa kukukabidhi mikoba ya marehemu mama yako. Lakini mama, si unajua fika kwa mimi nimeolewa. Lakini nini Sophie? Hilo swala la mume wako tuachie sisi, ndio tunajua. Sasa weka akilini, muda wowote na saa yoyote tutakapokuhitaji unatakiwa ufike bila kukosa na kwenda. Weka akilini.